tunasikilizana nini? Tulisikilizana kama ni facture ya wale wa mercenaires wa Rwanda, wa Burundi, wa exploiter pendant 15 ans. Sababu wanasaidia kazi ya sisi kukamata inchi. Lakini chose drôle, naenda kukuta wakati tuko muvita, mulipie systematiquement inchi. Na wakati mnapie inchi na bakia maskini. Na izina yote hakuna tena, pingine abiko, inchi na bakia maskini. Donc mercenaire kwaka rapie inchi. Anatungaka wa mulipe. Kwa hiyo mmekusha jilipa wenyewe. Mimi sina kitu tena nitawapa. Tena mwa ese. Ile ndio majibu Kabila aliwajibu. Wakakuwa complètement déçus. Ndio maana mliona wakaanza kutafuta mbinu wamuue Kabila. Kama Kabila alituma watu huku kutafuta wao wa donc ba mai na wengine bado msaidie kule. Ndio pale anatuma wa Hermoso na wengine wanakuja huku kutafuta namna gani ya kupata watu wataenda kusekirize kule. Wakaenda na baada ya kwenda akatafuta pale la ex-pat. Donc armée ya Mobutu wenye walikimbilia mumainchi jirani kama vile Brazzaville, walikimbilia Angola, walikimbilia Centrafrique, akawaita mkuje tujenge jeshi la Kongo. Wakakuja akawapeleka kwa centre de formation bapati ideologie pale Kitona. Wakati niliwapeleka Kitona, kule Kitona walifanya 6 mois wanapata formation kule. Lakini cha ajabu wakati walitoka akawapeleka katika nchi yote, tukaanza kuona wasoda wa Kongomani kuliko na kuona wasoda wale wa Wanyarwanda. Wakakuja huku kote, wakakuja fasi nyingi, Goma, wapi na wapi. Sasa Kabila akadeklare kusema kwamba wageni wote wanapaswa warudie kwao. Ndio vile alisema. Wanyarwanda wote, wa Burundi wote na wa Uganda wote, kila watu wakuje Mirago warudie kwao. Na wakati alisema ile neno ikaharibu mambo. Watu wote walitoka. Mimi napenda kuwauliza sana huko Mkongomani. Akusema Munyamulenge aende. Akusema vipi? Na kutaja mtu. Lakini alisema Banyarwanda wote bafanye nini? Azariasa alifunga mizigo alienda. Hizi makarabata alifunga mizigo akaenda. Wengine wakafunga mizigo akaenda. Wote wakaenda. Unaona? Basi ikaonyesha kwamba ni wageni wanakwenda kwao. Wakajiendea wenyewe. Na wakati walikwenda kule, lakini kufika kule wakaingiza siasa Goma, hapa wakaingiza siasa. Kabila iko na ubaguzi. Kabila anakwenda kupatia watu kwanza $100 analipa mwe wa soda. Lakini sisi tulikuwa tunapanga $400 kwa soda moja. Zile 300 ziko naenda wapi? Iko na baiba franga zenu. Sisi kama tunakamata pouvoir tutawapa zile franga. Ya pili Kabila iko na ubaguzi. Iko na kamata manduku yake, ndio anapatia mafonction yote, madepartement yote. Makabila ingine hakuna. Kwa ile de raison, tulance operation kubwa kufukuza Kabila. Banakwenda kuunda kitu chenye inaitwa RCD. Pamoja na waondekane na ba mzee nani ile toka Dar es Salaam mwalimu Wamba na wengine hali na ba artist zaidi Ngoma. Tupige tena ule bwana. Bakafanya operation retour. Kwanza kupiga. Na hapa Kongomani betu benya bana akili. Ndio bana batushi banatuita jina moya kuini visoda vya FRDC. Wanalitaka bichuchu. Manake yani bichumbe yani bimvuli tu. Kadabila kivule kipate na akili. Kwenye mtu anaenda macho kinaenda tunafuata. Sonke bakabafanya ile. Dote bakabaita ile jina. Alafu batu yetu kule bakakubali kule kusema twende na operation ile. Bakakuwa na operation, bakapigana sana. Na baada ya kupigana sana, faida nyuma ilikuwa nini? Baada ya kupigana sana lakini sasa watu bakaresiste. Batoto ya nchi wakasema hapa hivi nani force ya Kongo imekatala kupigania nchi yetu, sisi tusimame wima. Kweli ilisaidia sana sababu watoto wa nchi walipambana mpaka kwa nguvu zao za mwisho.
Walisema neno moja ambayo walikwenda kuubisha walikwenda kusahau kule mbele tulikwenda. Walikwenda sema neno moja, sema kama tutamalizika sisi wote tumalizike. Si ndio hivi? Kama tu watu baitoa wote iba. Sasa ndio ile tulisema. Na kweli watu wakapigana sana. Na watu wakakufa. Watu walikufa. Lakini sasa hili lilisaidia sababu RCD ilikosa nguvu ya kushuka kwenda Kinshasa sababu ilikuwa obligé mu este kila fasi kutia base. Sababu ilikuwa nafanya pale penye haviko wako. Watu yetu wanaenda anguka pale wanaokipe. Bakakuwa obligé kutia base kila fasi wakati RCD sio wote tungali hapa wamingi wangali hapa waliona ile. Sasa hivi. Na ndio maana balikosa sasa force gani yenye itakwenda Kinshasa kwenda kutosha ule bwana kule. Rezo ingine ilituma basifie Kinshasa, Zimbabwe, Angola na Bibi akabaita bakamsaidia kule. Ndio balisaidia kupiga sana kule, kupiga force ilikuwa prepare Goma kwenda kufanya atterrissage force kule Kitona, wakapigwa, wakazambaratika, wakafikia kumalizikia munani mu aeroport ya Njili kule. Bamai naye walikuwa kule nabo, banze Kabutenge na vingine bangoma, bakabamaliza bote. Mambo ikaishia pale. Kule vile ikaisha. Nikaonekana kwamba hakuna jinsi. Vita inakwama. Vita ilikuwa prepare kwa miezi miwili tu wakamata Kinshasa. Lakini vita inakamata mwaka. Vita wakamata mwaka feno na nef. Bale watu tena. Kama tunasema oni, hiyo ni tukasema oni. Hakuna tofauti na oni na bale batu bale ba mwizi, bale ba imperialiste, bale ba capitaliste. Donc oni ndio chombo chao walikwenda kuunda sababu ya kutumikisha kwa kuvunja nguvu za zingine nchi zetu. Ndio ile oni wakatumikisha akili. Oni kaita watu wakasema no, tusimamishe vita. Tunaona kama wanashindwa tena sababu baliambia Angola, sema Angola achana na ile vita. Tunapenda tumtoshe huyu. Zimbabwe achana na ile. Ndio maana walichukia yule mzee Robert Mugabe sana. Robert Mugabe na nani akasema si hatutaacha. Kwa hiyo tunajua Watusi wakikamata Kongo ili avec uchumi wa Kongo si hapa hatuna kitu. Batakamata na hapa pote. Utawala wao. Hatutaacha. Angola naye akakataa. Alo, itashindikana. Kwa hiyo ile vita inashindikana, tutafanyaje? Tuite wale watu sasa tufanye vita vya kisiasa, turudie tena kumeza, tufanye vita vya kisiasa tena. Tena banarudia kwa ile mawazo ya mbele. Sababu nawaambia kwamba saa moja vita ya siasa inakuwa mbaya sana kushinda vita ya risasi. Sababu vita ya risasi utaona vita inatoka kule pupu iko napiganiwa na ondoa wanaingia mwe mnakimbia mnaenda asema leo hivi tariki fulani inchi na mwingine yetu inakamatiwa. Lakini vita ya siasa utajua siku nyingine itakamatiwa. Na huko katika unaweza kuwa katika inchi hivi. Hivi watu wengi wako distray hapa. Wanajikuta wako na raha. Kumbe inchi yuko chini inaenda. Ndio problem tuko nayo. Vita ya siasa ni mbaya sana. Ndio pale sasa wakaambia sema twende kule, twende tuanze kukutana, tufanye mikutano. Bakachagua mtu anaita Kitumire Masire. Anabaita, twende Gaborone, banakwenda kule. Wanasikilizana kule, mnaona nefu. Kule wanasikilizana nini? Kwanza walianza Lusaka banaita watu. Banafika kule. Lusaka banasema nini? Banasema no. Kitu walisikilizana vitu vitatu, je pense. Ya ine ndio walishindana. Kitu ya kwanza walisikilizana c'est le fait dans l'immédiat. Asema msipigane tena kwa haraka sana. Oni anasema bakasikilizana kama hatutapigana tena. Kitu ya pili bakasikilizana retrait de troupes à 5 km de front. Kila watu warudishe majeshi yao 5 km. Bakarudisha. Bakasikilizana kitu ya tatu implantation de forces d'interposition. Mule mumafront. Il faut kukua ndani force d'interposition. Ndio wakati waliunda Munich. Ikabidi oni lete jeshi lake. Ndio Munich.
ikuwe kuikala katikati. Hapo basichokoze hapa na hapo basichokoze hapa. Bakatia sawa. Bakasema neno la ina asema no, il faut tufanye gouvernement de large union nationale ya pamoja. Kabila akasema na banani. Tutafanya ile gouvernement na banani. Kama mnasema tufanye ile gouvernement, tuchague mu RCD, mkongomani. Sababu RCD iko constitué na bageni. Na sitafaa gouvernement ya large union nationale na wageni. Vitu vikabloke. Pale ndio vitu vibloke. Lusaka vitu vikaishia pale. Lusaka 2 bakaenda bakashindana. Vitu vinaishi. Bakaona tutafanya nini? Bale watu wakaona hata huyu bwana anabloke vitu kabisa. Ilifuu mtu tumuue na yeye. Ilifuu tumuue tu, akufe tu. Tutafute njia zote ya kumuua. Wakatafuta njia zote bakashinda. La politique c'est l'intérêt. Ndio vile wanasema hapo wa politiciens. Intérêt gani? Bakamwendea nani? Parce que kule kulupango ya kupale de marbre ilikuwa batayo mzima ya Baangole ndio ilikuwa inachunga kule. Bakamwendea Angola. Parce que watu yote balitante. Hao wote wa Joseph Kabila banapewa mission na ba Edi bote juu bamuue bo benye kuwa naye. Bikashindikana. Hata walifika kuua kwanza ile sentire yenye alikuwa nayo ya wale watu wa huku mashariki, sawa vile ndio Chula Matumbi tu kama wengine Ngoma Kristo na wengine bote bakakamatiwa kwenda Ibu, bakafanya nini? Bakauao. Na wakati waliuao wote batafute wanani wengine. Ilifua watafute namna gani? Baangole wanawakia Baangole si bangali pale. Baangole ndio walikuwa bangali pale. Etats-Unis akamwambia Angola, asema wewe Angola unasema nini? Hivi nakwambia hivi. Kama Savimbi iko kwako, mimi ndio natia Savimbi kule. Na kama watoshi ile batayo kule kumapale de marbre, mimi nitafanya nguvu niue Savimbi kule. Umsakrifie Kabila akufa. Politiki ni intérêt. Akakuba Angola akakubali. Akatoshi ile batayo kule. Finalement bakamonte ma plan zao, bakafanya nini? Bakamu. Kabila akafanya nini? Ndio vile alikufa. Donc balibadilishana. Politiki ni intérêt. Baada ya Kabila kukufa, itabidi bafanye nini? Itabidi sasa bapie mtu wao. Deja iko préparé le mtu wao. Ni nani? Ule mtu wao ndio Joseph Kabila. Hata tunasema mzee nani Rwecha alikamata alitia Joseph Kabila pale. Akutia kushua yake. Alipigiwa telefone na Etats-Unis bakamwambia sema désormais usitie mtu mwingine pale, adui wasikuprofite. Wasiprofite wale kavuyo. Kwa hiyo tafuta mtu wa ndani, na sisi tunakupropose na mtu tuko naona ni mtoto yake Joseph Kabila aikale pale. Atawasaidia sana. Mkuu akakuwa politiki yake ilikuwa ya mfupi. Mkuu akakubali akamtia Joseph Kabila pale. Kumbe anatia nyoka yenye inadaliwa. Une semaine après Joseph Kabila iko ku pouvoir. Ese iko ku pouvoir akaondoka. Bakamuita Etats-Unis. Inasema nini juu ya programu? Programu yetu. Sababu baba yako kama anakufa sababu mbili. Sababu ya kwanza anakatala kupana 0 kilometri. Ya pili anakufa sababu ule uraia ulipaswa kupewa wale watu Banyamurangi. Akupana. Mbili vitu mbili. Baba yako alipaswa kufa. Na kama tulikutia wewe pale, tunapenda kazi hiyo ifanye. Donc ile makoro ya lemere yeshimike. Joseph Kabila akaitika. Akasema avec l'appui du peuple congolais, kila kitu nitatimiza. Appui du peuple congolais. Sasa mko naelewa ile? Sana. Ya mama wa leo. Yaani kwa msaada wa Kongomani nitatimiza. Kwa msaada wa sisi wa Kongomani kila kitu atatimiza. Ndio atakuja. Kufika huku kitu ya kwanza atafanya nini?
kitu ya kwanza anasema no, mambo tulikuwa nafanya balikuwa nafanya kule mikutano kule, ifu turudilie tena ile mikutano. Banaanza mikutano tena tu. Kwa ile mikutano banaenda. Banakwenda kusikilizana kule Pretoria, Afrika du Sud. Banaenda kusikilizana kule, asema hivi tunasema hapa. Tangia leo il faut tufanye gouvernement moja. Sans condition. Bakasikilizana kufanya ile gouvernement moja. Bakaenda kuunda, bakaanza kuwaza hiyo. Baada abayaunda ile gouvernement, ikakwenda kuonekana kwamba huku ku este ya Kongo vita inaendelea sana. Hata banafanya mikutano kule, huku vita RCD inapigwa sana na bamaimai. Alors, tutafanya namna gani? Ilifaa tutafute namna moja, bale ba RCD, bale bamaimai, tuangalie namna gani banapaswa kushambuliwa. RCD akafanya raporo kwa Nations Unies, akasema kwamba hivi tuko nasema na nyinyi hapa kuko babandi ku mashariki ya Kongo kwenye wako nachoma manyumba, kuua batu, kungola mashamba, kufanya vitu mavione tu sasa. Wale batu ni baraia tu, wanabeba masilaha tu. Mtusaidie hiki kikosi cha MONUSCO cha Monique à l'époque. Cha Monique chenye kiko hapa, tufanye nacho vita ya kushambulia baadhi, tubadesarme kwa nguvu. Tubanyanganye mabunduki kwa nguvu. Si ndio sio tutadanganywa mabunduki? Alors pale kwa kunyanganywa bunduki, kule kuna Nations Unies, ku Conseil de sécurité ya Nations Unies, ilibidi basiege ile jambo. Wakati banasiege ile jambo, ikaonekana kwamba haitawezekana Nations Unies iparticiper ku désarmement forcé ya basivile au moment où ku désarmer par force itakwenda kuleta ingine mauaji. Donc itaonekana kwamba Nations Unies nayo inakontribue kwa kuua population, na wanasema ni population ikuwa na maarme. Kwa hiyo tutume watu kule, bende baangalie, bafanya bamenema ankete kule. Ndio pale batatuma watu. Mzungu mmoja akajitolea. Ule mzungu jina lake wanaita Monsieur Raphael. Ni journaliste belge, meko anatumika kwa Nations Unies. Ule mtu akakuja, akakubali kuja huko. Wengine wote balikatana, yeye akasema mimi nitaenda kule. Nende nijue kitu gani kinatoa watu wapigane sio. Wakati anakuja, anapita pale la Tanzania. Anapia Kigoma. Wakati anafika pale, anatafuta mtu wa teritoria ya pili. Bakakwenda kuona mtu wanaita Isa Pompo. Isa Pompo ni kijana moja umebashini ange pale Baraka. Luangela. Ule mtu bakamuitiliza, akasema no, ilifo tunapenda utupeleke tu juste kwa bwana dunia. Tunaona bwana dunia, twende Kilembwe, tunaona bengine ba mai na tufike fasi yote iko sous contrôle ba mai tupite, tuyue le pourquoi ya ba mai kupigana vita. Ndio vile balikuya naye mpaka fasi banaita deja ile inakuwa mutemi le banaita fasi banafika fasi banaita Kisoko. Hapana, Mwayenga banapanda ile mulima, wanafika Nemba, kufika Nemba wanakuja mpaka jinsi walifika kwa mzee dunia hapa kubashikarangwa Kananda, kutoka kule manjia ya mapori tu ndio kwa wanapita na ule mzungu. Anafika pale, anaanza maankete yake kuli, akauliza ni kitu gani mnapigana? Sasa tunapigana sababu tunavamiwa na banani asema na Banyarwanda. Banyarwanda wanakuja kusaidia RCD, hawakukuja huku sababu ya kubanyanganya nchi. Asema hapana, wanakuja beko hapa huku mlima beko huko. Bakasema siku mnasema labda ni Banyamulenge, asema no, si atuyo Banyamulenge, si tunayua Banyarwanda. Bote ni Banyarwanda. Sio pale mzungu alishangaa. Anauliza Banyarwanda, na hata Banyarwanda juu ya nini? Na sisi tunajua wale ni Wakongomani. Akasema wale ni Banyarwanda. Bale ni watu walikuja, bakimbizi ba vita. Bakaonyesha. Bale ni watu tunajua tuko na mapreve. Asa mulete mapreve ya kuonyesha. S'il vous plaît, balionyesha mapreve. Bakaonyesha document yenye inaitwa Vakile Zaire. Kalikuwa kakitabu kadogo kazere hivi. Kiko na drapeau na flambeau hivi. Ya moto hivi. Kale kakitabu kana définir 450 tribus ya Kongo. Bakaonyesha sema muhesabie kule, muangalie Banyamulenge kama beko mule. Bakaangalia zile tribus zote kuangalia hivi
Unyamulenge akuwake. Sofu Ruchuru huko watu wanaitwa Benyarwanda. Beko pale. Beko mu Masisi na Muruchuru. Lakini mu territoire zote za Sud Kivu hamuna ile jina haiko hapo. Katiba yetu, constitution yetu, constitution ya Mobutu ilikuwa pale. Mimi alepoke nilikuwa komanda kompani mwele wakati balifika Lulimba pale, tulibatoshea document ile constitution ya Mobutu ambayo inasema mu article yake ya 10 ilikuwa inasema iko considéré congolais d'origine mtu mwenye etni yake iliingia mu Republique Democratique ya Congo na kuokipe ile espace mwa ile wakati mwa ile nchi avant la date de 1885, date de partage de l'Afrique. Kama etni yako iliingia mwa ile mbele ya ile date, vile weye uko mkongomani halisi. Kama etni yako iliingia nyuma ya ile date, na uko mkongomani uko mgeni. Eba. Pale mzungu yote ile aliona, watu walimuonyesha. Alors, sisi tulikutaniwa wakati mankete yake, wakati yako nauliza vile. Akapita, akabeba mapreve ya kuonyesha kwamba kweli kweli hawa watu ni banani? Akaingia Kilembwe akafika kule kwa mzee General Padiri. Version ilikuwa moja tu, akarudia akaenda Kinshasa akapata avion anaenda Nations Unies. Kule alienda na New York Conseil de sécurité des Nations Unies, bakamuita wakasema rapport yake, akasema mimi kenye naona kule na preve enjoy bali watu ni bageni. Muangalie katiba yao ya nchi, muangalie jinsi kitabu hii desimai azako hamu. Kwa hiyo wale watu ni wageni. Sasa kule akili ikafanya nini? Nations Unies akili yote ikahangaika. Sasa tutafanyaje? Bale watu hapana njia. Blocage nyingine tunaipata hii. Nations Unies ikadecide kitu moja. Nifuate mie mzuri? Na mwaese. Nations Unies ikadecide kitu moja. Ikasema bale watu bale mai bale benye kupigana juu ya ile nchi yao ilifo baingie wapi? Paske baliuliza Monsieur Raphael kule kulikamatiwa ba missionnaire katoliki kule Baraka na balibaua. Raphael akasema hapa ba missionnaire katoliki mimi nilibakuta beko vivant beko bazima beko pas seulement tu beko mu santé afya yao haiko mzuri. Ba katoliki walikuwa Monsieur Elia na Monsieur Mazuki balikamatiwa pale Baraka ile wakati bakabakia nabo kupori huko. Bakasema eske wale watu tunaweza baona bakuye pour justifier que kweli biko. Nani ule mzungu akasema ndi kupitia ile njia moja. Pompo bakamtumia franga Kigoma, akakuja mpaka kufika kwa Shikalango. Akabeba wale watu wakaenda nao. Kigoma balipitia fasi wanaita Kizozi pale. Bakavuka Kigoma, wale watu wakaenda mpaka Vatika ikawapeleka kwa Nations Unies. Nations Unies kabauliza, sasa mwewe mnasema nini? Mnasema mlikamatiwa je? Asema tulikamatiwa. Walipiga pale Baraka bakakutukamata. Hawakubatesa, sema hawakutupiga wala kutufanya chochote. Bali tulinda mzuri. Na hivi tuko nasema hapa. Unaweza nipika risasi sitakufa sababu alinitia dawa dawa yao. Wakashangaa sana. Bakaona temwanyaji ya wale bazungu basi pakakuwa konvenki. Bakasema kumbe ba mai ni watoto ya inchi baitwe bende nabo kule. Bende bajustifie hivi vyote vitu mbele ya ile mikutano kule. Ndio maana ya kuorganize mkutano mwingine inaitwa ya Sun City. Ilikuwa inikema ba mai bende baseme nabo kitu gani natuma bapigane kule na sisi ilikuwa ja prepare babatu. Ikiwa wanakataliwa kweli kule kumikutano abeku bakongomani ilifua fanya nini? Batosho batawatusia email zingine zenyewe watawakana. Ndio kisi ilikuwa. Sisi tukapata invitation ya Nations Unies.
ikakuya kutombe mkono ya madoa Lokole Hermos ilikuwa deja iko kule Kazimia. Akaita watu sema kuna pia invitation na Suzy Nita ba mai bende ku conference sensi. So utagua watu wakwenda kule. Watu wakachaguliwa. Watu walichaguliwa tu bakutosha tu watu walikuwa karibuni watu 12 hivi. Sababu kule ku sekta ya Tanganyika kule huyu Abongera na mzee mmoja wa pale Bweva pale. Ndio walikuwa wanachaguliwa kwenda. Abongera huyu alikuwa chef de secteur. Nadhani mnamjua. Nani hapa Uvira kulichaguliwa Lenge Fundi na Krome. Walipaswa kwenda kule. Pale Baraka kulichaguliwa Matelo Angela. Matelo Angela ni kama ni Mulenga pale. Pale Kalunja pale. Na nani mwingine ule? Na Fumbele. Kama mnajua Fumbele. Fumbele ni wakati gani? Basi yangu na ndio ule. Kwa shefu pale Baraka kulichaguliwa ule alikuwa chef de secteur nani? Ebinda wa Kilongo. Unaweza ni rapele, unajua ile wewe wale watu wanaenda kule. Ebinda wa Kilongo. Kule ngambo za Nganja kulichaguliwa shefu Nyange na shefu Mulera Bampe. Huku Lulenge kulichaguliwa Kisala ndio alikuwa anachaguliwa. Selema walienda kufika kule Kazimia kule bakakokotana Kisala na Gomanya wakuelewana kule bakarudisha Kisala karudi. Shefu Abonga naye alikuwa miongoni. Shefu Abonga difficile alikuwa miongoni. Kule Kubabuyu walikamata shefu Hamisi kule. Alikuwa miongoni. Donc ekipe yote ilikuwa constituée kama nikikumbuka na watu 12 hivi. Bakabapeleka mpaka kufika Muriro. Bakaingia Mugwati pale Muriro wanaenda Lubumbashi Kinshasa kule kukakuwa potanage. Watu waliotumwa na wazee mbele. Kule kulikutaniwa Kosko. Kule kulikutaniwa mtu anaitwa Elias Mulungula. Kijana wa hapa wa Banyindu hapa. Kule kulikutaniwa nani Ansere Mwenurungu. Kulikutaniwa watu karibuni 6-7 hivi. Wale watu kule wakajempose wakasema sisi ndio tulitumwa huku mbele na wazee haitawezekana nani tukose kwenda. Kabila Joseph akabakokota akabapa mawazo mubaya. Akasema muende kule. Ile ekipi inatoka kule ku village kule kwenu na kwa nyuma haitaenda. Na memo walikuwa nayo ya mzuri sana. Ile memo inasema nini? Ile memo iliandikiwa inasema kama mnapenda vita imaliziki. Donc kitu ya kwanza wale Banyarwanda bakubali kama hapo ni Banyarwanda. Na ile jina Bunyamulenge bakubali ni bageni. Na ile jina Bunyamulengi fani nini? Ishi. Baite tu Banyarwanda. Naona vipi? Na control ya entité. Kila chef coutumier aanze kucontrôler entité yake sawa vile za zamani. Na kama hili linafanyika kule nyuma wakatia makondisio nyingine na sisi tupate maposti tupate vingine vinakuwa vya kule nyuma. Kama vile vinakubalika. Donc tunasema kama basi ikikubalika tu sisi tunamaliza vitu. Wale watu wanabeba ile document. Kufika kule Kabila akakamata wale watu walikutaniwa kule, wale bote akabatupa, akakamata wale walikutaniwa kule Kinshasa kule. Akawatia Mulikwa pale, akawapeleka Sansi. Ile document baki. Kwa kwenye wale balienda. Kufika mkutano, mnakuja, mwe ndio banani ba mai. Mko anapigana vita juu ya nini? Tunapigana vita sababu mweye mlifanya mikutano amkutemplike. Ndio tuliendelea na vita tu. Sasa hivi vita imeisha zamani. Sasa na mwe mnasema nini? Nasema no hivi tulishafika na sisi. Basi na sisi tunakubali vita ifanye nini? Isimame. Basi. Sans condition. Ndio na mwa miomo. Hii tutasema miomo hii. Miomo kabisa. Haiko vile. Ndio ile. Donc si quelque part si va mal ndio tuliharibu situation ilikuwa ishi
Sasa ule mzungu mwenye alikuwa beba madone ule, alikutaniwa kule. Mzungu alilia. Sasa mzungu apendake ashikilike asema yeye ni mwongo. Mzungu aliasha, hapa banatoka wapi? Hapa bali nilikutana nabo kule. Hapa nini? Njoo hapo. Njoo hapo. Takasimu tu. Donc ile yabo kutoku. Parce que watu wote walikuwa wanataka asema bombi itatoka sababu mai ilikuwa na representer peuple. Hapa kukua basoda. Ilikuwa ni population yenye inatomboka. Ndio bataenda sema neno kule. Haiko basoda. Lakini sasa kule ikaonekana ile yote ndio analeta na pole Ngabongo. Kwa hiyo tufanye nini? Makoro iendelee. Ndio kufanya makoro, vita inaisha, tuunde gouvernement ya la Union Nationale de Transition, tufanye vingine, bakaunda vile. Bakamaliza vile. Bakatoka kule. No. Kule tuliperdre kwanza tunaperdre inchi. Sababu sisi ndio tulikuwa nategemewa kule. Tuseme neno kubwa. Ya pili, tunapoteza kitu tunaita kota yetu. Puisque na sie tulikuwa nani ingine composante ingine. Sawa vile composante zingine. Sawa vile RCD, sawa vile composante ya gouvernement. Sawa sisi tukukua watu ya gouvernement. Tukaperdre ile kitu. Kule sie tukasema sie tunakuwa watu ya tunakuwa mumbavu ya gouvernement. Tukaitwa entité mai par rapport à kuitwa composante mai bakatuita entité mai yenye na dépendre na composante ya gouvernement. Wakati tunafikia Kinshasa watu wanarudia. Kufia Kinshasa itakuwa hii. Il faut watu baunde gouvernement ile ya transition. Bakaunda gouvernement, makoti kakabuliwa, wale wenyewe walipata maposte yao bakapata, ndio vile ikabuliwa. Na sisi tukapewa ile yetu tulipewa ile tunaita mkibembe ndio kusoroza isororo. Sisi sio watoto wa chuvani. Tukapewa bure budogo. Bakakwenda kuunda ensemble nani parlement de transition. Parlement de transition itaundwa namna gani? Il faut tufanye cooptation. Tukopte watu. Hakuna wakati wa kusema tunafanya election. Kopte watu yani kila watu RCD leta watu wote. Wanachagua bamwa bicho wanapeleka kule. Wewe nani MLC bakaleta watu. Wewe gouvernement bakaleta watu. Wengine bamai mulete watu. Bakaleta watu kukopte watu. Bakaeneza effectif ya watu kwa ensemble, bakaunda ile ensemble. Tunajua ndio mwa ese. Mungu lelewea ngine yani. Unajua wakati balifanya ile ikabidi mission ya kwanza batapewa bale batu ba ensemble ile parlement chambre basse na chambre yote batapewa mission ya kwanza batapewa ni kufanya katiba, kuunda constitution, loi, sheria ambayo ile gouvernement itatumika nayo. Wakati bataunda ile sheria, zile article mbili zingine basomea hapa, zilitoka kule kwa koro ya Lemera, zikaingizwa nazo, bakapewa baziingize ndani ya kitabu, ya ile constitution. Zile article mbili ikakonda kuingia article ya ile ya 10 ili inasema kama mtu anapaswa kuwa considéré congolais d'origine, mtu mwenye alitoka kabila yake ilitoka iliingia mu territoire national congolais mbele ya mwaka ya 1885. Bakaenda kugeuza pale wakasema kwa mtu mwenye alikuya etini yake mbele ya mwaka ya 1960 ule atakuwa considéré congolais d'origine. Ile article ikakuwa 10e article mu constitution yetu ndio iko leo. C'est-à-dire quoi? Wale Banyarwanda balikuya mwa ile date ya masekantene. Banakuwa ba Congolais do. Article ya 7. Article ya 4 ya kule kulemera. Ili nasema kwamba banapaswa kupewa matrua 5 km huko. Si ndio vile? Sasa kule bataenda kusema nini kule? Kule bataenda kuitia sasa ikuwa article 217e article. Wa hii constitution actuelle.
Sanda kuitia Mungu. Banasema nini? Banasema neno moja hapa. Banasema kama la République démocratique du Congo peut conclure les accords d'association ou de partenariat en cas de conflit, de céder une partie de sa souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Vous avez le français? C'est-à-dire, nous sommes pas suivis à ma maman. La moi est Eva. Kongo. Unaona Kongo? Inaweza kufanya mapatano. Inaweza kufanya mapatano na nchi zingine. Wakati kuko fujo, tuko na fujo na nchi zingine. Tunafia sehemu fulani. Tunaweza kamata ile sehemu yetu. Donc ile partie de notre souveraineté, eneo ambayo sisi ni yetu yenye tunatawala. Ile partie tunaweza kamata hayo, tunapatia tusigomane gombane kwa kupromouvoir l'unité africaine, umoja wa Afrika. Mkubebe hii sehemu. Unaona pale? Ile article ile iko ya nani kule ya ile kule hapa inaingia article 218 article 217 article inaingia mu constitution yetu 217. Yani ni ila kusema tunaweza kupa saa Goma vile kuna kwa kama trouble hata hapa matrouble hapa tunaweza kupana sema no basi ile parti ende hata Rwanda basi hao Barundi mbele basi mbebe ile Ruzizi ile yote ile tunaweza kupana vile bakasikiliza anasema ikuwe vile ile constitution na bingine biliingia ile constitution kafanya nini? Ile constitution kafunga hayo bakaileta parce que kitu ambayo watu wanafanya na waweko wa elite peuple hawako wa elite peuple hawakuchaguliwa na raia wale watu wenye walifanya constitution. Constitution haiwezi kufanywa na watu wenye hawako wachaguliwa, watu waliteuliwa na raia. Kama wanafanya kitu wale watu wanapaswa kuandika kule projet de constitution. Bakaandika kule projet de constitution. Ingali projet. Il faut baipeleke kuraia, baipigie kura. Ndio tunaitaka referendum constitutionnel. Yaani sisi raia sasa huku tuipigie kura kama kweli vile walifanya kwa jina letu na sisi hatukuwachagua biko sawa au kama habiko sawa. Ndio referendum. Ile referendum ikakuya huku. Sirikuya huku. Tukakuya uliziwa huku. Sasa mnasema nini? Oui ou non? Mkubali ndio itumike au isitumike. Iko sawa haiko sawa. Tukasema nini? Oui. Ndio na mwani yomo. Tukasema oui, sio vile. Panasemaka mon peuple périt par manque de connaissances. Watu hawakuyu. Et les docteurs et les licenciés batu yote walikuwa puru kusema ile constitution iko sawa. Mtu mmoja alifika Kabila anafika Bukavu. Kufika Bukavu mwele wakati tia makampani. Mtu mwana muuliza mon chef de l'État tufanye nini kuna kwa constitution wanasema tu vote oui ou non. Anasema sasa wewe unapenda nini? Kama unapenda fujo uvote oui. Kama unapenda amani uvote, kama unapenda fujo uvote non. Kama unapenda amani uvote oui. Ndio vile. Wewe kutaniwa Bukavu vile wakati. Hapo tunapakapote. Basi problem inafanya nini inaharibika. Watu kitu nitawaambia ni hiki. Eba. Kongo batu abako former politiquement. Peuple inapaswa kuwa former kisiasa. Kama peuple haiko former kisiasa ni matatizo.
watakunyang'anya kitu huko mikono yako hivi. Tanzania haiwezi kuwa pale. Tanzania pale kali ka inchi kali na wako forme politiquement, na kitu natukosea hapa ni kitu ambayo tunaita kuko kitu moya masomo moya banafunzaka batu tunaita na donc l'idéologie du pays. Idéologie du pays c'est tout un cours, donc ni cours mzima inafunzwa watu idéologie du pays. Sasa masomo tuko nasoma sisi, unaona mtu anamaliza madoktora mais l'idéologie du pays hana nayo. Bale benye balitukolonize balitufiche ile kitu. Sasa kuma pays ya Moyen Orient bale kuma pays ya nani ya ba socialiste, ile kitu banajifunza hiyo sana na baendelea kufunza watu sana. Kama una na ile basi ile kitu inafunza watu vitu mbili. Inafunza watu savoir comment aimer son pays. Mtu unaweza penda nchi yako namna gani? Inafunza mtu savoir gérer son pays. Donc la bonne gouvernance. Sasa sisi hatukufunzwa hivi. Ni masomo tu tunaita masomo ya lugha. Tunaona mafransi mingi lakini siasa ndani yake hamna. Ndio kitu nasumbua Kongo. Na juu ya ile tuko na risk ya kunyang'anyiwa nchi yetu yote. Tuko na risk. Watu wengi wajue ile kitu inaanza paka. Tunaanza kuvotea Banyarwanda wanakuwa Bakongomani. Kitu yenyewe tulisema kama tutakufa tukufe. Si ndio vile? Kunjia risasi, lakini kunjia siasa sawa tunakipana. Tunaanguka. Bane. Vile beko pale kama ulisikia Zare sasa alipoze candidature akuwe president wa republique. C'est parce que tulimupa ile uwezo anakuwa mkongomani halisi. Sababu mwenye yuko mkongomani halisi hawezi kupostile kuwa president de la republique. Hawezi nani postile kuwa député. Voire même gouverneur. Kama mkongomani halisi. Bale batu leo wakapozi sasa anakuwa anajitapatapa tu kwa mkongomani halisi. Mais moi ile article hili nasema il faut bale batu bakuwe na espace. Kama unaitwa mkongomani halisi uliingia mwa hii mwaka. Sasa ukuwe na espace yako. Il faut sasa watafute nini? Watafute ile espace. Iba confirmer kama kweli ni vile. Ndio hiyo espace sasa wanakuwa wanajitafutia. Sasa wewe unataka papa nationalité d'origine. Sasa utabanyima espace tena. Tuvatie sasa espace. Unaona sasa? Sisi peke tunajifunga luka kama tunajinyonga wenyewe. Utakuta siasa ile inabakia pale. Naona majira Mungu atafanya vyake. Sasa ile yote problemu iko pale. Ile problemu iko pale ni kusema kwamba msiregrete